na hapa shambani kwetu tuna mifugo ya ng'ombe, tunafuga samaki pia, tunafuga mbuzi, kondoo, kuku, bata, pamoja na nguruwe. Lakini lengo mahususi hasa au nguvu kubwa tumeiweka katika uzalishaji wa nguruwe. Na lengo letu kufikapo 2027 tuwe tumefikisha idadi ya zaidi ya nguruwe 1000, Mungu akituwezesha katika hilo. Tunatumaini kabisa kama malengo ya shamba hili tuweze kutoa mafunzo hasa kwa vijana au wafugaji wanaopenda kufuga mradi wa nguruwe. Rubaba TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na leo ni siku nyingine pendwa kabisa. Kama unavyofahamu, sisi tuko dedicated au tumedhamiria kuhakikisha tunakuletea elimu mbalimbali ya kilimo na ufugaji. Na leo nina habari njema sana na nina kitu kizuri ambacho nataka tukuoneshe. Tuko Kamanga, Nyamatongo, Msalabani, na huku tumetembelea shamba la Lakeside. Hii ni moja kati ya mashamba ya mfano Tanzania. Hapa ndipo ambapo ufugaji wa nguruwe unafanywa kibiashara. Kwa hiyo nataka nikuoneshe jinsi ambavyo watu wameamua na wamedhamiria kuweza kufanya ufugaji kibiashara. Lakini pia itakuwa ni nafasi yako nzuri wewe mfugaji ambaye unatamani kuweza kupata mbegu bora. Hapa ni moja ya shamba ambao wako dedicated, au wameamua kuweza kuhakikisha wanakuzalishia, wanakupatia mbegu bora. Twende pamoja ili uweze kujifunza. Tutazungumza na wahusika, tutazungumza mambo ya kina kabisa ili uweze kujifunza na kufahamu mambo mema. Mimi ni Imani Rubaba, nakumbuka hapa nimeletwa kwa udhamini mkubwa wa kampuni ya Koudijs. Kampuni ya Koudijs ni moja kati ya kampuni ambayo inaongoza sasa hivi Tanzania katika kuzalisha concentrate mbalimbali. Na hapa tunazungumzia concentrate za nguruwe, kuku pamoja na samaki. Kwa hiyo ukitaka kufanya ufugaji wenye tija, basi ni lazima uweze kutumia concentrate za Koudijs. Twende pamoja uweze kujifunza na kufahamu zaidi. Kwa majina naitwa Beatrice Bahati Kilungu, ni kaimu mkurugenzi wa shamba la Lakeside Farm lililoko katika kijiji cha Kabusuli, Nyamatongo, katika wilaya ya Sengerema, mkoani Mwanza. Kwa ufupi kabisa, shamba letu tulikuwa na maono ambayo yalianza mwaka 2013 kwa kuanza kwa kununua ardhi kidogo kidogo kutoka kwa wananchi wa eneo hili, lakini uzalishaji rasmi wa shamba tulianza mwaka 2015 ambao ni zaidi ya miaka 10. Lengo letu zaidi kubwa ni uzalishaji wa mifugo, na hapa shambani kwetu tuna mifugo ya ng'ombe, tunafuga samaki pia, tunafuga mbuzi, kondoo, kuku, bata, pamoja na nguruwe. Lakini lengo mahususi hasa au nguvu kubwa tumeiweka katika uzalishaji wa nguruwe. Kwa hiyo tuna aina mbalimbali za nguruwe wazuri wa mbegu bora, na mbegu zetu ni za kisasa ambazo pia tumezitoa katika nchi jirani ya Rwanda pamoja na Uganda. Kwa sasa tuna zaidi ya nguruwe 400, ambapo tuna wastani wa majike 130, madume 60 na watoto wenye rika tofauti zaidi ya 210. Na lengo letu kufikapo 2027 tuwe tumefikisha idadi ya zaidi ya nguruwe 1000, Mungu akituwezesha katika hilo. Tunatumaini kuwa hivyo. Malengo mengine ni kutoa mafunzo. Tunatumaini kabisa kama malengo ya shamba hili tuweze kutoa mafunzo hasa kwa vijana au wafugaji wanaopenda kufuga mradi wa nguruwe. Na tunategemea hapo baadaye
tukiongeza nguvu au tukipata pia ushirika wa wadau, tukawa na chuo cha kutoa mafunzo cha kuwafundisha vijana wetu waweze kujifunza namna gani ya kufuga nguruwe bora, na hii iweze kujikita kusaidia tatizo la ajira kwa vijana. Kwa hiyo kijana atakuwa hapa kupata mafunzo, lakini vile vile baada ya kupata mafunzo anaweza kuondoka na nguruwe bora ambao ataenda kwenda kuwafuga ili aweze kujikwamua kipato cha maisha yake. Lakini pia tuna vision ya kuwa na kiwanda hapo baadaye. Hizi product tunazozitoa hapa tunategemea kabisa hapo baadaye ziweze kuwa na kiwanda cha kuzichakata. Hivyo tutaongeza mnyororo wa thamani wa hizi product zetu ambazo tunazitoa hapa. Tofauti kubwa unaweza kuipata katika shamba letu. Kubwa zaidi, sisi tuna nguruwe bora, mbegu ya kisasa kama nilivyosema, tunaagiza kutoka nchi jirani. Lakini pia tuna wataalamu ambao tumeajiri farm manager mwenye elimu ambaye amesoma mifugo. Kwa hiyo ana uwezo wa kuweza kufanya grading ya nguruwe kuanzia wakiwa wadogo baada tu ya kuacha kunyonya, na namna gani ya kuwatunza hadi kuwafikia katika ile level ya nyama au kwa ajili ya usafirishaji kwa ajili ya kuwauza. Kwa upande wa changamoto, hakuna kitu kisichokuwa na changamoto. Tulikuwa na changamoto kubwa hapo zamani tukianza, kwa sababu kila kitu tulikuwa tunajifunza kwanza ili tuweze kutatua. Tulikuwa na changamoto hasa kwenye upande wa nguruwe wakizaliwa, wale watoto wengi walikuwa wanakufa kwa ajili ya magonjwa mbalimbali kama kuharisha na vinginevyo. Kwa hiyo tulikuwa bado hatujagundua namna nzuri ya kuwatunza au kwa uangalizi mzuri. Kwa hiyo tukawa tunajitahidi, na sasa hivi tumeweza kukwamua tatizo hilo kwa kufanya caging ya maeneo yale ya kuzalia ili kuondokana na uchafu na hiyo kuondokana na tatizo la kuharisha. Lakini pia tulikuwa tuna changamoto ya daktari wa mifugo. Zamani tulikuwa tunaagiza daktari kutoka Mwanza mjini, kufika hapa ni kilomita kadhaa. Kwa hiyo unajikuta hali ya ugonjwa wa nguruwe unakuwa mkubwa na hivyo kupata changamoto. Lakini tumeweza kutatua hilo kwa kuweza kuajiri farm manager mwenye elimu ya mifugo. Kwa hiyo ameweza kusaidia katika eneo hilo. Pia tulikuwa na changamoto ya vyakula. Tunasema kabisa kwamba kanuni iliyopo ya ukuaji wa nguruwe unategemea pia chakula kilicho bora, na hii tumeweza kujikamua baada ya kupata chakula bora kutoka kwa Koudijs Company ambao wanajikita kwenye uzaji bora wa chakula. Kwa hiyo hii imekuwa ni improvement kubwa kwetu kwa sababu tumeweza kupata chakula bora, kwa hiyo imesaidia afya ya nguruwe zetu. Kwenye upande wa mafanikio, kwa kweli tunapenda kumshukuru Mungu kwa tulipoanza na sasa hivi. Kwanza tuna improvement kubwa. Tulianza kwanza na mifugo michache na mpaka sasa hizi tuna mifugo zaidi ya 400. Kwa hiyo pia ni mafanikio moja hapo. Fanikio lingine pia tumeweza kutoa ajira kwa vijana walio karibu wanaotuzunguka maeneo yetu. Tumeweza kuajiri zaidi ya vijana 20 wanapata ajira hapa kwa ajili ya kusaidia kulisha na utunzaji wa mifugo iliyopo hapa shambani. Cha tatu, tumeweza pia kupata vyeti vya ushindi ambavyo vimetolewa katika ushiriki wa 88, na recent tu hivi karibuni mwaka 2025 tumeweza kupata cheti cha wafugaji bora wa nguruwe kanda ya Ziwa. Kwa hiyo hii kwetu inatupa tija pia na mafanikio kwetu ni makubwa ya kupata tuzo hiyo ya wafugaji bora wa nguruwe. Mwisho kabisa, wito kwa wananchi wa Tanzania wenzangu, na wakaribisha mje mjifunze, muweze kuona maono yetu ambayo tuliokuwa nayo, lakini kikubwa mtupe sapoti ya kununua nyama, ambapo kwa sasa tuna bucha ya pamoja ambayo tumejiunga, huwa tunauza nyama pale Sinai mjini Mwanza. Lakini pia mtuunge mkono katika kununuzi wa mbegu bora ambao tunazalisha mbegu bora, na ukitaka mbegu za nguruwe zipo za kulingana na
umri tofauti tofauti, kwa hiyo mnakaribishwa. Na tunatoa huduma hiyo ya delivery, tunakufikishia nguruwe popote. Tumeweza kufanya hivyo katika mikoa ya jirani, tumeweza kusafirisha nguruwe mpaka Bukoba, Tabora, Mbeya, Morogoro, Dar es Salaam. Kwa hiyo tuna huduma pia ya usafirishaji, na unachotakiwa utachangia ile huduma ya usafiri. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Na wito pia kwa serikali, maana yake tunategemea kabisa kwa hiki tunachokifanya ni faida pia kwa serikali. Kwa hiyo serikali wakiyaona maono haya hasa ya kutoa mafunzo, tunajua kabisa tuna vyuo vya serikali vingi havina sehemu ya mafunzo kwa vitendo. Kwa hiyo kama wakiona shamba letu linafaa, tuko tayari kuungana nguvu ili tuweze kupata hiyo huduma ya kuwasaidia wanavyuo mbalimbali katika vyuo vyetu vya Tanzania waje hapa wajifunze kwa vitendo. Na karibisheni sana, karibuni Nyamatongo, Kabusuri, hapa shambani kwetu Lakeside Farm. Ni tumaini langu ndugu mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, mpaka hapo umepata maarifa na umejifunza vitu vingi sana. Fanya kusubscribe channel ya Rubaba TV, lakini pia kama unahitaji mbegu bora na unahitaji mafunzo, lakini pia unahitaji nyama bora, Lakeside Farm ndio mahali sahihi. Hapa chini nimeweka mawasiliano ya Lakeside Farm. Wakati wowote, muda wowote unaweza ukapiga na wewe utapata huduma. Lakini nakukumbusha tu, kama wewe ni mfugaji na unatamani kupata tija katika ufugaji wako, basi tumia bidhaa za Koudijs. Hizi ni bidhaa ambazo zimethibitishwa kuwa bidhaa bora kabisa kuweza kuhakikisha wewe unapata manufaa katika ufugaji wako. Mimi ni Imani Rubaba na hii ni Rubaba TV. Mpaka wakati mwingine, asante.